Generator ni kifaa kinachozalisha umeme kwa kubadilisha nishati ya mitambo ya nishati ya umeme kupitia kanuni ya uingizaji wa sumaku umeme, yani electromagnetic induction. Sawa Yes. Na ugunduzi wa generator umeleta mapinduzi makubwa katika uzalishaji wa umeme duniani na umechangia maendeleo ya viwanda, biashara, afya, elimu na mawasiliano. Yeah. Na safari ya maendeleo ya generator imeanzia karne ya 19 na imeendelea hadi leo kutumia teknolojia za kisasa kabisa. Sasa mwanzoni mwa uvumbuzi ambao ni mwaka 1831. Yeah. 1831. Historia ya generator ndio inaanzia mwaka huo. Michael Faraday alipogundua kanuni ya uingizaji wa sumaku umeme, na alionyesha kuwa waya unapozungushwa ndani ya unga wa sumaku huzalisha mkondo wa umeme. Na ugunduzi huu uliweka msingi wa kutengeneza generator zote zinazotumika hadi leo. Yeye huyo Michael Faraday. Kwa huyu bwana ndio anayetusaidia mpaka leo tunaona magenerator, ndio mwanzilishi mwaka 1831. Baada ya ugunduzi huo sasa watafiti mbalimbali wanaendelea kuboresha mashine sawa kuzalisha umeme ili ziwe na uwezo mkubwa zaidi na zifae kwa matumizi ya viwandani. Sawa Yeah. Na maendeleo ya awali ya generator katika nusu ya pili ya karne ya 19, generator ziliboreshwa na kutumika katika viwanda, migodi, reli, meli, huko kote, taa za mitaani, zote hiyo. Lakini baadaye sasa Wilhelm von Siemens aliboresha dynamo. Sawa kwamba tulisema kwamba waliendelea kuboresha na wengine. Iliyoboreshwa na uzalishaji wa umeme sasa kwa kiwango kikubwa. Wakati huo Nikola Tesla na Thomas Edison walichangia maendeleo ya mifumo ya umeme wa AC. Sawa alternating current na DC direct current. Kwa watu wa umeme hapo wananielewa. Si ndio Yes. Unaona wanafadhili anaitikia. Mjuaji. Ambayo ilifanya generator zitumike kwa ufanisi zaidi. Sio, unaelewa Yeah. Na wakati wa ukoloni sasa takriban mwishoni mwa karne ya 19 kuja karne ya 20. Mataifa ya Ulaya yalileta teknolojia ya generator katika makoloni yake Afrika. Kwamba sawa tunawatawala lakini tuwape mwanga, tunawaletea na mwanga uzalishaji uongezeke, madini yafuliwe vizuri, sio mkae tu. Sio, elewa Yeah. Na matumizi yalikuwa katika walipeleka hizo generator kwenye ofisi zao za serikali za kikoloni na kuendesha migodi ya dhahabu, almasi na madini mengine na kuwasha taa katika miji ya wakoloni. Sio mwenzangu na mimi. Pale ndio unaona pana waka. Huku nyie mtatumia mnavyotumia. Wapi Koloboi? Pindi tuchukua majinga ya moto. Na kuendesha pia reli, bandari, kuhudumia hospitali na kambi za kijeshi. Na katika kipindi hicho huduma za umeme zilielekezwa zaidi kwenye maeneo ya kiutawala na kiuchumi yaliyokuwa muhimu kwa wakoloni. Na wananchi wengi wa Afrika waliendelea kukosa umeme. Kwamba tunapeleka bandarini, tunahakika tutasafirisha. Sawa migodini huko madini yanachimbwa na yaonekane vizuri. Na maeneo yao sasa ambayo wanaishi lazima kuwe na mwanga. Maeneo ya kijeshi. Sio, umeona Yeah. Lakini maendeleo sasa ya generator baada ya uhuru sasa, ambapo baada ya nchi nyingi za Afrika kupata uhuru kuanzia mwaka 1950 sasa kuja 60
sawa. Yeah. Serikali pia zilianza kupanua huduma za umeme kwa wananchi. Na generator zilitumika kama chanzo cha akiba wakati wa umeme wa grid unapokuwa ukikatika. Na zilitumika katika shule, hospitali, viwanda, mashamba na taasisi mbalimbali. Lakini maeneo yasiyofikiwa na grid ile ya taifa yalitegemea zaidi ya generator kama huduma za umeme. Na katika kipindi hiki kulikuwa na ongezeko la matumizi ya generator za dizeli kutokana na uimara wake na uwezo wake wa kuzalisha umeme kwa muda mrefu. Lakini maendeleo ya generator sasa za kisasa, karne ya 21 hii, teknolojia ya generator za kisasa imeendelea kuwa kubwa na kwa kasi kubwa sana. Tuliopo hapa. Yes, kuna maboresho mengi sana ambayo yamefanywa. Matumizi ya mafuta kwa ufanisi zaidi. Hizi injini mpya hutumia mafuta kidogo sana. Na huku zikitoa umeme wa kutosha. Lakini sasa haya maboresho ya generator za kisasa zimetengenezwa kwa kupunguza uchafuzi wa mazingira, ambapo generator nyingi zimetengenezwa kwa viwango vinavyopunguza moshi na ile gesi chafu. Ambapo umetoa mfano hapo kwamba zamani generator ilikuwa likiwashwa eneo lote lina moshi. Lakini mfumo wa uwashaji sasa na kujizima, ATS, automatic transfer switch, generator huanza kufanya kazi moja kwa moja pale tu umeme unapo kata. Sawa. Lakini kuna aina sasa za generator ambazo zinatumika leo. Za petroli. Sawa. Yes. Za diesel, generator za diesel. Generator za gesi asilia. Generator zinazotumia biogas. Zi generator za dharura hospitalini na taasisi. Na generator kubwa zile za viwandani. Ambazo zinabeba sasa kwa matumizi makubwa, na hizi ambazo zinabebeka sasa kwa matumizi ya nyumbani na biashara. Kwa hiyo ulichokiona hicho cha kufanya kinafanyaje? Kinabebeka. Hicho kinabebeka. Lakini generator lina umuhimu kwa maana kwamba lina faida nyingi, zikiwemo kuhakikisha upatikanaji wa umeme kwa wakati, hasa umeme mwingine unapokuwa umekatika. Lakini kuendeleza shughuli za viwanda au biashara inapokuwa umeme mwingine umekata. Lakini usaidia huduma muhimu kama hospitalini, maabara na vituo vya mawasiliano. Kwamba umeme ukikata haimaanishi kwamba mawasiliano ndio yanakuwa yamekata, hapana. Lakini kutoa umeme wa maeneo ambayo hayajafikiwa na grid ya taifa, generator linatumika kama sehemu ya nishati kuzalisha umeme eneo hilo. Lakini ina changamoto zake kwenye matumizi yake. Gharama kubwa za mafuta na matengenezo. Wapo ndo huwa wanakimbia watu. Mafuta. Lakini vile vile pia uchafuzi wa mazingira. Moshi ule. Ule moshi sasa hivi unaweza usiuone, lakini upo. Wewe kiweka tu kwenye chumba ndio utaona. Ndio utaona. Moshi upo. Sasa kelele hasa kwa hizi generator ambazo hazina mfumo wa kupunguza sauti. Noise pollution. Utasikia tu kiwasha, kila mtu anajua kwamba kimewashwa. Lakini uzalishaji pia wa gesi ya carbon inayochangia mabadiliko ya tabia nchi. Sasa achana na uvumbuzi huo, yani uvumbuzi huo wa mwaka 1831 wa Michael Faraday. Sawa. Tangu kipindi hicho teknolojia ya generator imeendelea sasa kuboreshwa, ndio mpaka tunaona sasa hivi kwamba tuna generator za kisasa. Mambo kumbe yanaweza kukaa kimya na mwanga ukauona, ambazo zinafanya kazi kwa ufanisi zaidi, salama kwa watumiaji na ni rafiki kwa mazingira pia. Hizo generator ambazo ninakwambia zinapunguza kelele. Ukiwasha, yani inaweza ikaa chumba kile au kule humu ndani usikii. Usikii kelele yoyote. Kwa sababu imeboreshwa. Hiyo hakuna. Paka umeme ukarudi ya msikilizani.